Mungu hachagui malaika wakuja watuhudumie. Anachagua mtu aliye na maudhaifu. Mungu anachagua mtu ambaye ana mapungufu. Kama vile nywele inaweza kuisha ubaki na mapungufu, ni upara inaonekana. Hawa vijana wakawacha kuona upako juu ya kichwa. Wakaanza kuona upara, wakaanza kuona upungufu. Ni nini ilikuwa ikiwasumbua? Kwanza pasioni shetani mimi. Ninaona upungufu wao wa kiroho. Kupungukiwa, kukosa neno, kupungukiwa na maombi, kupungukiwa na Mungu. Hawataki kujua Mungu, hawataki kuongezeka kiroho. Na kwa sababu ya kutoongezeka kiroho, sasa wakajawa na ujinga ule uliowafanya watukane mti wa mafuta. Na yeye kwa sababu moyo wake na yeye uko chini, labda alikuwa amevunjika moyo, na ni mwanzo wa huduma, kilichomtoka si baraka. Biblia inasema msilaani bali mbariki. Kwa hivyo na yeye kwa sababu ni uchangani wake, kile kilichomtoka ni laana. Wale vijana 42 walikuliwa na wakaisha. Nataka kuwaomba kanisa, tunapoingia kwa somo hili la kujua uzuri wa kushikilia mikono ya mtumishi wa Mungu, kila mara tunapotazama mtumishi, wacha kuona udhaifu wake. Wacha kuona labda mwingine, labda pastor anaongea hivyo, kuna mwingine anaongea na Bwana asifiwe. Sasa unakuta wengine wataishi wakichekelea kuongea kwake. Amen. Si pastor wote wamesoma wakafika wakachukua degree. Hata mimi sijachukua. Si pastor wote wana pesa mingi. Si pastor wote wana uwezo kununua masuti kila Sunday nyingine na nyingine. Nataka kusema kuna kitu hapa waikosa, mafuta ya Mungu. Amen. Na imepita suti. Ana upako wa Mungu. Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Tunapowapokea na kuwakumbatia na kuwapenda, upako ulionao ndani yake hata unena maisha yetu yanabadilika. Tusome neno la pili. Hapa ndipo neno langu lilikuwa. Kutoka 17 verse 8. Kutoka Exodus 17 verse 8 to 13. Verse 5 tusitasoma lingine, hayo mengine tu nikutaja nitataja. Nani anasomea please? Ni vita. Watu wako vitani. Tulisema ni kanisa la vita. Exodus 17. Neno linasema katika kitabu cha Kutoka 17 mstari wake wa 8. Kutoka 17:8 inasema, wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. 10. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. 12. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Amen. Sasa hiyo ndio somo letu pale liko hasa. Uzuri wa kushikilia mikono ya mtumishi. Biblia inasema Waamaleki walikuja kupigana na Waisraeli mahali panaitwa Refidimu. Walipokuja kupigana nao, Musa alikuwa amejua siri ya kwamba vita haishindwi. Watu hawashindi vita kwa sababu kuna watu wakali kupigana vita. Akajua vita ushindi wake kwa watu wa Mungu unapatikana kwanza kutoka ulimwengu wa rohoni. Musa akapanda mlimani, akamwambia Joshua, nyinyi mwende huko vitani mkapigane huko, chagua watu wenye mtapigana vitani. Na yeye akasema, na mimi nitapanda mlimani. Wapendwa, ukiangalia Biblia yako, hakuambia mtu amfuate. Ukiangalia Biblia yako vizuri, hakuambia mtu amfuate. Akasema, mimi nitapanda mlimani ule, na fimbo ya Bwana itakuwa mikononi mwangu. Akahakikishia Joshua,
Mimi nitakuwa huko juu ya mlima nikikuombea wewe na jeshi. Na fimbo ambayo Mungu alinipea ya kwamba kila wakati nitakapoinua malifanya jambo naye. Fimbo hatuhitaji kutafuta fimbo ingine leo, ni huduma. Mungu akisema nitakapoinua huduma ambayo Bwana alinipea,